ufalme wa mbinguni, password ya kwanza au funguo wa kwanza, umjue yeye Yesu Kristo na umwamini. Tazama, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie amina hapo ulipo. Yohana 14:12. Yohana 14:12. Haya. Kwa hiyo chanzo kikuu ni imani. Ufunguo mkuu ni imani. Imani ipi? Kwa sababu kuna imani nyingi. Kuna mwingine anaamini mti. Kuna mwingine anaamini babu yake, wazee ambao wengine wanaenda kutambikia mwezi wa 12. Kuna mwingine anaamini joka. Kuna mwingine anaamini mafuta. Kuna mwingine anaamini maji. Kuna mwingine anaamini mto. Kuna mwingine anaamini mti. Hizo ni imani, sikatai, ni imani. Ila imani kuu itakayokupa ufalme wa mbinguni ni kumwamini Yesu. Tazama, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Je, unajiuliza wewe, unaamini mafuta, unaamini maji, unaamini mti, unaamini babu, unamwamini babu mzimu, unaamini Mungu wa ukoo, unaamini nini? Yohana 14:12 anasema, amin nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mimi naenda kwa Baba. Ina maana ukimwamini zile kazi alizokuwa anafanya Yesu, unafanya alizokuwa anazifanya na nyingine zaidi ambazo za kuzifanya. Amen. Nashangaa mtu anafufua wafu, anaponya wagonjwa. Amen. Anatenda miujiza. Kwa sababu gani? Amemwamini Yesu. Anasema, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi. Yaani ukimwamini Yesu, ufalme ni password. Unakuwa na ufunguo wa kufungua ufalme wa mbinguni. Unafungua ufalme wa mbinguni kwa kumwamini Yesu. Upako unakuja, nguvu za Roho Mtakatifu zinakuja kwako, unafanya mambo makubwa ambayo hata Yesu hakuyafanya. Amin nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo.